Karibu kwa channel yangu ambao ni wageni, karibu sana returning subscriber, returning viewers. Wacha neema ya Bwana ikawatoshe, na chochote mnachoomba Bwana, wacha Bwana akatimishe acha ya mioyo yenu. Asanteni sana, Mungu akasidi kuwabariki. Leo tunaenda kusoma andiko la Bwana, kujifunza kutoka kitabu cha Marko sura ya 3. Ndasoma mstari wa 5. Sikia vile Biblia tuonyesha inatuambia na tujifunze kitu katika hii maisha. Biblia inasema, akawakasia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, nyoosha mkono wako, naye akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Tunapojifunza hapa, Yesu aliwakasia macho. Alikuwa na huzuni. He has hunger. Yesu, kwa mbona Yesu akawa na hii hasira? Aliwaangalia wale wafarisayo waliokuwa pale, maana ilikuwa ni siku ya Sabato na kuna mtu alikuwa na mkono wake ambaye haukuwa sawa. Lakini hawa mafarisayo, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Sabato na pia walikuwa wanatafuta jambo lipi ambalo Yesu atakalolifanya ili wakaweza kumstaki juu ya hilo jambo, ili akaweze kuangamizwa. Yesu alipoangalia mioyo yao, aliona kwamba mioyo yao ni migumu. Ingawa amekuwa na wao kiwafunza, lakini mioyo yao haikuwa tayari kumpokea Mungu. Haikuwa na upendo. Hawakuchali yule mwanamume ambaye mkono wake haukuwa sawa kama wao, lakini walikuwa pale tayari kuona ni kipi ambacho Yesu atakachokifanya ili wakatumie kama ndicho chanzo cha kumstaki na kumwangamiza. Lakini Yesu alipoangalia mioyo yao, alisikuwa na huzuni. Ni kwa sababu hawachakuwa tayari kumpokea Mungu. Hawakuwa tayari kumpokea Yesu Kristo na yale mafunzo aliyokuwa akiwafunza. Ndiposa yeye alikwambia yule mwanamume, nyoosha mkono wako, na aliponyosha yule mkono akawa sawa. Kwa sababu ukisoma katika mstari wa 4 utasikia venye walikuwa muuliza, ilisemekana wa mtu asifanye jambo lolote siku ya Sabato. Inasema akawauliza, ni hali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuua? Wakanyamaza. Maana kutoka pale juu, tusome nianze hii kwanza. Akaingia katika sinagogi, na palikuwa huku mtu mwenye mkono uliopooza. Wakamfizia ile kuona kama atamponya siku ya Sabato, wakapate kumstaki. Yesu alipoingia pale sinagogi, kulikuwa na mtu mkono wake ulipokuwa umepooza, na pia wao walikuwa pale ili waone kama Yesu ataweza kumponya, ndiposa wakaweza kumstaki. Walivyokuwa pale, chanzo chao ni kutaka kuona ni kipi kile Yesu atakachokifanya ili wakaweza kumstaki. Kutumia hiyo kitu, walikuwa wanatafuta kitu chochote cha kumstaki Yesu Kristo. Hawakuchali yule mkono wake uliokuwa umepooza. Hawakuwa na huruma kwamba huyu hakika anaumia, laiti angehisi kama sisi, maana mikono yetu iko sawa. Hawakuchali hilo. Jenye walikuwa wanachali ni wao tu wenyewe. Walikuwa watu wanachipenda. Yaani hawakuchali yule mwingine, kwa sababu hata yeye laiti Mungu umsaidie naye akahisi kama sisi. Labda walikuwa wanataka kiini cha kumstaki Yesu Kristo ili akaweze kuangamizwa. Akawaambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati kwa sinagogi. Akawauliza, ni hali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Ndiposa Yesu akauliza, leo ni siku ya Sabato, ni hali mtu kutenda mema, kuua au kuponya roho? Hawakujibu kwa sababu hawakuwa na kitu chochote wangesema kwa hilo swali. Ndiposa wakanyamaza. Yesu akaambia yule mtu, nyoosha mkono wako, na Yesu akamponya. Lakini wale mafarisayo hawakusikia vizuri, kwa sababu ilitimisha ile ndoto yao. Walikuwa wanataka Yesu afanye jambo lolote wakaweza kumstaki. Na wakati Yesu alipoponya yule mkono wake uliokuwa umepooza, hakika walipata chanzo cha kumstaki na wakapeleka ripoti kwa Herode.
wakasahau kuwa sapato. Wao hawakuchali yule mtu, hawakuwa wanafikiria wengine. Hata sisi tunaishi katika dunia ambayo tunajipenda sisi wenyewe, hatuchali wale wengine chochote wanachopitia. Utapata mtu ako katika mamlaka, wanyonge hawachali, atawadhulumu jinsi yapendavyo, atafanya chochote anachotaka bila kuchali wengine. Hatuna ile upendo. Je, upendo tumeipeleka wapi? Yesu alisikwa na huzuni kuhurumia wale, kwa sababu aliona roho zao ni ngumu. Aliona wale wengine wanachichali, hawachali wengine, ni wao tu wenyewe wanajitanguliza kwa kila jambo, wengine wakiumia kwao tu ni sawa. Hii dunia tunayoishi, hayo ndio mambo yanaendelea. Sisi tumekaa kama wale Mafarisayo waliokuwa pale. We don't care about anybody else. We care about ourselves, our feelings. That's how this world is. Laiti tungechukua ule upendo ambao tuliambiwa kwamba tukaweza kupenda wale wengine, tusionyeshe ule upendo, tuishi kama ndugu na dada, maana Yesu atafurahishwa na hilo jambo. Tukaombe Mungu, tukaombe Yesu akatupe roho ya utu. Tunachipepea msiwo, tuwe na upendo ya huruma, tukawe na hilo roho ya huruma, kuhurumia wale wengine. Tunapoona mtu anapitia changamoto, tunapoona mtu anako katika hali ngumu, tukuwe na ile huruma ya kuona kwamba wacha naye Mungu akamuonekanie, akaweza kuishi maisha kama wale wengine, kama sisi, na nchi ingekuwa sawa. Lakini mahali tulipo ni Mungu tu asimame, akaweza kugusa mioyo yetu, akaweza kutugusa tuishi jinsi inavyostahili. Na hakika Mungu atatuonekania, na hakika Mungu atatenda mambo makuu katika maisha yetu, na kila kitu kitakuwa sawa. Hiyo ndio maombi tu tunaomba. Wale tusiwe kama wale Mafarisayo ambao hawakuchali. Ukisoma hapo tutasikia mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya Sauli juu yake pamoja na Maherodi jinsi ya kumwangamiza. Wakati walipoona Yesu ameponya yule mtu, wakatoka, kwa sababu wamepata kitu walichotaka kutoka kwa Yesu ili akaweza kuangamizwa. Je, sisi ni kama wale Mafarisayo? Tuko katika upande ya Yesu Kristo ambaye ni mwenye huruma, anaonyesha upendo na anataka kila mmoja akaweza kuishi maisha yaliyo sawa kama wale wengine? Ama sisi ni kama wale Mafarisayo, tunajipenda sisi wenyewe, hatutaki kuona wale wengine wakitendewa mazuri ama wakifanikiwa katika maisha yao? Jiulize hili swali, ukajitafakari moyoni mwako. Je, roho yako ni ya aina gani? Unaishi kwenye maisha yapi? Ni kama yale ya Mafarisayo ama ni ya Yesu Kristo? Yani hatutaki kupenda, tunataka tu watu wakiuawa tuko sawa. Hatuna ile roho ya upendo katika maisha yetu. Tujitahidi tukuwe na roho ya utu, na Mungu akatuonekanie, na kila kitu katika maisha yetu kitaenda sawa, na Mungu atatuonekania. Tuongose Mungu akaishi ndani yetu ili akatupe roho ya utu, na maisha yataendelea kuwa salama katika maisha yetu. Mungu akawabariki, neema ya Bwana ikawatoshe. Asanteni sana.